Sifa zote njema anastahiki Mwenyezi Mungu, Mola wa walimwengu wote. Ndugu yangu, mada ya leo ni mada inayogusa kila nyumba, kila familia na kila moyo. Ni mada inayohusu taasisi takatifu zaidi ambayo Mwenyezi Mungu ameijenga duniani, namaanisha ndoa. Katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anaiita ndoa mithaqan ghalidha, yani agano zito. Mwenyezi Mungu ameweka utulivu, maana kwamba sakina, mapenzi au mawadda na huruma au rahma kati ya mume na mke. Lakini leo hii tutaona nyumba nyingi za Kiislamu zikivunjika, ndoa nyingi zikivunjika, lakini watu wengi wanajiuliza changamoto hasa ni nini au tunakosea wapi? Talaka zimekuwa nyingi kupita kiasi, na zile ndoa zinazobaki nyingi zimejaa maumivu, machozi na uvumilivu wa mateso. Kwa nini jambo hili linatokea? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, rehma na amani ziwe juu yake, alituonya kuhusu adui mkubwa wa ndoa. Alisema Ibilisi huweka kiti chake cha enzi juu ya maji, kisha hutuma majeshi yake duniani. Yule shetani anayekuwa karibu zaidi na Ibilisi na anayepewa cheo kikubwa zaidi ni yule anayekuja kusema sijamuacha mume na mke mpaka nimewatenganisha. Ibilisi humkumbatia shetani huyo na kumwambia wewe ndiye mbora wao. Shetani anajua kuwa akivunja ndoa amevunja familia, akivunja familia amevunja malezi ya watoto, na akiharibu malezi ya watoto ameharibu umma mzima wa Kiislamu. Lakini shetani haji kuvunja ndoa kwa siku moja. Anatumia mbinu za taratibu, sumu ndogo ndogo ambazo wanandoa wengi wanaziingiza ndani ya nyumba zao bila kujua. Leo katika sehemu hii ya kwanza tutachambua mambo 4 ya mwanzo kati ya mambo 10 yanayoharibu na kuua ndoa yako taratibu bila wewe kujua. Na tukianza na jambo la kwanza, kutokuwa na mawasiliano mazuri au ukuta wa ukimya kati ya wanandoa au mke na mume. Ndoa nyingi leo zimekufa kwa sababu ya ukimya. Mume na mke wanaishi ndani ya nyumba moja, wanalala kitanda kimoja, lakini kati yao kuna ukuta mkubwa wa zege usioweza kuonekana kwa macho. Mume akirudi nyumbani, macho yake yote yapo kwenye simu, anaperuzi tu mitandaoni. Mke naye yuko bize na mambo yake, hakuna maongezi, hakuna kuulizana umeshindaje. Hii ni changamoto ambayo inakumba nyumba nyingi sana za Kiislamu na wanandoa wengi. Japo jambo hili huweza kuchukuliwa la kawaida, lakini mara nyingi limekuwa likiua ndoa. Hakuna situation yoyote ya kucheka pamoja. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama alikuwa kiongozi wa dola, jemedali wa vita na mtume wa Mwenyezi Mungu, lakini alipopata muda wake kukaa na wake zake, kuwasikiliza na hata kukimbia nao mbio, yani matani ya hapa na pale, au kupiga nao stori 2-3, ni jambo ambalo lilichochea uwiano na ukaribu mkubwa licha ya kuwa na mke zaidi ya mmoja. Ukimya unazaa hisia za kupuuzwa. Mtu anaanza kuhisi apewi thamani kabisa. Ikiwa huwezi kumweleza mwenzako hisia zako, huzuni zako au furaha yako, hapo shetani hupata mlango wa kupandikiza chuki na wasiwasi. Na jambo la pili ni kuingiza watu wa nje katika migogoro yenu. Jambo hili hufanywa na watu wengi sana. Mazungumzo na ugomvi unaoweza kutokea ndani. Mara nyingi mambo yameshakuwa ni ya kuzagaa mitandaoni. Majirani wanajua siri zote za ndani. Hili ni jambo pia ambalo linaua na kuharibu ndoa nyingi sana. Siri ya nyumba inapaswa kubaki ndani ya nyumba, lakini leo imekuwa ni fashion. Mume na mke wakigombana kidogo tu, mke anampigia simu shoga yake au mama yake na kumweleza udhaifu wa mumewe, au mume anaenda kijiweni na kuwaeleza marafiki zake udhaifu wa mkewe. Vibaya zaidi, wengine wanaweka vijembe status. Unaweza ukamkuta mtu kwenye WhatsApp status yake ameweka vijembe kwa sababu tu mmekorofishana jana usiku. Hili ni jambo
ambalo kizazi cha sasa halijui kuwa ni ngao kubwa ambayo inavunja amani ya ndoa. Lakini wanawake wengi kwa sasa wamekimbilia katika mitandao ya kijamii. Pale mnapokuwa na furaha, hakuna kinachotokea kwenye mitandao ya kijamii, lakini tu mkikwazana, wanakimbilia kwenye mitandao ya kijamii kuanika zile siri zote za ndani. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, wao ni vazi kwenu na nyinyi ni vazi kwao. Kazi ya vazi ni kufunika uchi na kasoro za mwili. Mume ni vazi la mke na mke ni vazi la mume. Unapomtangaza mwenzako nje, unamvua nguo mbele ya watu. Watu wa nje, hata wakiwa ndugu wa damu, hawataweza kutatua tatizo lenu la haki 100%, kwa sababu wataingiza hisia zao na mapendeleo yao. Na mara nyingi mume na mke wanapokuja kupatana tena na kusamehana chumbani mwao, wale watu wa nje walioambiwa siri zile wanaendelea kuwabebea chuki mioyoni mwao. Pia jambo la tatu ni kuterekeza majukumu ya kidini na kifamilia. Hii hasa inawagusa wakina baba au wanaume. Ndoa inayojengwa mbali na Mwenyezi Mungu ni kama nyumba inayojengwa kwenye mchanga wa ukingo wa bahari. Ikipigwa na wimbi kidogo tu inaporomoka. Siku zote mume anayeswali, anayesoma Qur'ani na kumcha Mwenyezi Mungu atajua kuwa mke ni amana aliyopewa na Mwenyezi Mungu, na atajua kuwa ataulizwa siku ya Kiyama juu ya amana ile. Lakini leo kuna wanaume hawajali ibada, hawaswali na hawaamrishi familia zao kuswali. Nyumba imekuwa giza, hakuna sauti ya Qur'ani inayosikika ndani ya nyumba isipokuwa sauti za miziki na tamthilia. Pia kuterekeza majukumu ya kifamilia kunaua ndoa. Mume ambaye hatoi matumizi kwa familia yake ili hali ana uwezo, anapoteza heshima yake kama kiongozi wa nyumba. Mwenyezi Mungu amewafanya wanaume kuwa wasimamizi wa wanawake kwa sababu ya yale wanayotoa katika mali zao. Na kwa upande wa mke, kutekeleza majukumu yake, kumtii mumewe katika mambo ya kheri, kumpa haki zake za ndoa na kulinda heshima ya nyumba yao. Na jambo la 4 ni hasira na maneno makali yanayochoma moyo. Wakati wa ugomvi, shetani huweka moto kwenye ndimi za wanandoa. Mtu anatoa maneno makali na kutokana matusi makali, kudhalilisha na kushusha thamani ya mwenzake. Maneno kama sijawahi kuona faida yako tangu nikuoe, au nilikosea sana kukubali kuolewa na wewe, au nilijichanganya, au nilikosea njia, mara nyingi yamekuwa yakileta mzozo na kuharibu ndoa nyingi sana. Kumbuka ndugu yangu, kidonda cha upanga kinapona na kuacha kovu, lakini kidonda cha maneno mabaya kiliyochoma moyo hakiponi kirahisi. Hata mkija kusameheana baadaye, yale maneno yanabaki kujirudia kwenye akili ya mwenza wako kila anapokutazama. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitufundisha, mtu anapokuwa na hasira anyamaze kimya. Ikiwa amesimama basi akae chini, ikiwa amekaa basi alale. Na hasira kama ni moto, basi na maneno yanayotoka wakati wa hasira ni kama petroli inayomwagwa kwenye nyumba yenu. Basi tuishie hapo sehemu ya kwanza na tukutane katika episode 2. Ikiwa huko tayari, niambie nilete sehemu ya pili ili tuendelee kuchambua ni mambo gani zaidi ambayo ukiyafanya yanaweza kuua ndoa yako. Kisha tuangalie ni mambo gani ambayo unaweza ukayafanya na kuimarisha misingi na taratibu za ndoa yako bila kuathiri chochote. Naam, unatazama Muslim Bank, na kama unapendezwa na mafundisho haya, usisahau kubonyeza kibatani cha neno subscribe, comment, tupe maoni yako, lakini usikose kushare na kulike ili wengine nao wapate kujifunza. Hii ni Muslim Bank na mimi ni Aziz Mustafa.